kuwa mshenga. Naomba nirudie vizuri. Nimekubali kuwa mshenga. Nimekubali kuwa mshenga. Bila kujali nitakutana na aibu gani kwenye ushenga. Bila kujali nitakutana na aibu gani kwenye ushenga. Nimekubali kuwa mshenga. Hallelujah. Amen. Mwa mahala kupeleka proposal ya kutaka binti mahali pale, yule aliyemtuma apate kumwoa, akikataliwa na ile familia na akakataliwa na yule binti, kwa mshenga sio heshima, ni aibu. Amen. Anarudi kwa nini? Kwa aibu. Bahati mbaya, aibu ile haimfesi aliyekataliwa, inamfesi yule aliyetumwa kupeleka proposal. Amen. Mimi nasikia raha kukataliwa nikitumwa kupeleka nini? Nikitumwa kupeleka proposal mahala nikakataliwa, sioni kama nina hasara, sioni kama nimepoteza. Ninajua huyu mtu hakuandikiwa kwenda pamoja nao. Amen. Hakuandikiwa kwa mimi ninacho kiamini. Sioni ninataka, sioni kama nina bahati mbaya, wala sioni kama sipendwi, ila ninachokijua huyu mtu hakuandikiwa kwenda pamoja nao. Napenda kwa mshenga. Nathamini ushenga nilionao. Amen. Amen. Na yajua mazuri niliyopata ndani ya ushenga. Hallelujah. Ninaijua aibu niliyokutana nayo ndani ya nini? Ya ushenga. Yote na yote nachagua kuwa mshenga. Amen. Nimechagua na nitaendelea kuchagua na nitadumu katika chaguo la kuwa mshenga. Nipigieni makofi. Hii ndio dunia ya ajabu ambayo haitaki kuwa bibi harusi. Inamkataa mshenga. Kumkataa mshenga ni kukataa kuwa bibi harusi. Kumkataa mshenga ni kukataa kuwa bibi harusi. Ukimkataa mshenga tupa, umekataa kuwa bibi harusi. Ukimkubalia mshenga, umekubali kuwa bibi harusi. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Ukimkubalia tu mshenga maneno yake, umekubali kuwa bibi harusi. Haijalishi bwana harusi unamjua vizuri au haumjui. Hallelujah. Amen. Haijalishi bwana harusi atakayekuja kukuoa unamjua vizuri au haumjui vizuri. Lakini ukikubali maneno ya mshenga, umekubali kuwa bibi harusi. Huo ndio ukweli. Hallelujah. Amen. Sasa njoo unisikilize ninavyoenda kumwaga sera za kutongoza mpaka ukubali kwa bibi harusi. Hallelujah. Sasa kutongoza wewe, unatongoza leo utake na utaolewa upende. Haijalishi na bwana wangapi, ila lazima ukubali. Bwana Yesu apewe sifa. Hii imekubalika mpaka mbinguni. Malaika wameshanielewa na maanisha nini? Wewe sasa, wewe kwa usisi. Pole. Twende ni kutongoza. Hallelujah. Waraka wa Yuda sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Sikiliza sera ya kutongoza hii. Hallelujah. Waraka wa Yuda sura ya kwanza, anza na mstari wa kwanza mpaka wa
ni mitatu tu. Haujakubali kuolewa, basi. Amen. Hallelujah. Amen. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Msomaji wangu. Endelea. Kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda. Sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 3 nitasoma kwa jina. Mstari wa kwanza mpaka wa 3 soma. Mtumwa wa Yesu ndugu yake Yakobo. Ndugu yake Yakobo. Kwa hao walioitwa. Kwa hao walioitwa. Waliopendwa katika Mungu Baba. Waliopendwa katika Mungu Baba. Wameitwa na kupendwa katika Mungu Baba. Na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Muongezewe rehema. Muongezewe rehema. Na amani. Na amani. Na upendano. Na upendano. Muongezewe rehema. Na amani. Na upendano. Wapenzi. Wapenzi. Nilipokuwa nikifanya bidii sana. Nimeangalia saundi hiyo. Wapenzi. Nilipokuwa nikifanya bidii sana. Kuandikia habari ya wokovu. Kuandikia habari ya wokovu. Ambao ni wetu sisi sote. Ambao ni wetu sisi sote. Naliona. Imenilazimu kuandikia. Imenilazimu kuandikia. Ili niwaonye. Kwamba mwishindanie imani. Waliokabidhiwa. Watakatifu mara moja tu. Tuishindanie imani. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hallelujah. Kumbe imani lazima kuishindania. Hallelujah. Lazima kuishindania. Utaniweko kitu chochote kitakacho kutenganisha na imani unayomwamini Yesu. Usikubali njaa ikutenganishe na Kristo. Usikubali aibu ya namna yoyote ikutenganishe na Kristo. Yeye pale msalabani alikubali aibu, alivuliwa nguo, lakini bado hakuwakana wanadamu. Bado hakuwakana watu. Aliendelea kusema, laiti mngelijua ya kwamba huyu mnemtesa ni Mwokozi, msingeyatenda haya. Lakini kwa kuwa myajui myatendayo, basi umesamehewa. Hallelujah. Hallelujah. Sikiliza mtu Mungu, neema imeachiliwa na Jehova kwa ajili ya wateule walioitwa. Na wameitwa, na tumeitwa ili tuweze kuishindania imani. Waliokabidhiwa baba zetu mara moja tu. Watakatifu waliotutangulia walikabidhiwa imani mara moja tu. Lakini tazama leo, unatenganishwa na Kristo kwa sababu ya kukosa fedha. Uko tayari usiende ibadani kwa sababu ya kukosa fedha. Uko tayari usifurahi kwa sababu hauna chakula. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno alisemalo Bwana. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno alisemalo Bwana. Kwa neno lake akisema utaishi, haijalishi kuna njaa, utaishi. Kwa neno lake akisema hakika hautakufa, kwa neno lake hakika utakufa. Haijalishi muda huo magonjwa yanayokuandama yako mangapi, haijalishi kisukari kipo, haijalishi HIV ipo, itasimamishwa. Hakuna kukuondosha, maana Bwana neno lake ni kweli na hakika. Kwa yeye akisema hautakufa, sawa sawa na neno lake hautakufa. Haijalishi ugonjwa unaokutesa mwilini, utakaa hapo hapo na haufi. Neno la Bwana lazima litimie. Sikiliza nikwambie, mimi natamani upokee neema.
kisikutenge chochote na upendo wa Kristo. Tumependwa sisi kuliko wanavyopenda na watu duniani. Na ndio maana sera ya kutongoza ya kiroho ni kubwa kuliko sera yote mwanadamu aliyokuisikia. Achana na huyo anasema tukutane loji. Achana na huyo anayekwambia si tukutane guest fulani. Achana na huyo anasema nikutoe out. Na usipojua anaweza kutoa out kabisa. Ikawa out kabisa, out. Yeye ukajikuta kwenye akili haupo, kwenye watu wazima wa akili haupo, umetolewa akili. Nini kilianza? Ni kutolewa out. Na ukawa in out. Bwana kusaidie rafiki. Mungu akusaidie rafiki. Iko neema ambayo Bwana ameiachilia mahali hapa. Mungu anataka akusaidie, akupeleke kwenye hatua nyingine, maana anakupenda. Pendo lake lenyewe halizuiliwi na chochote. Amekupenda ukiwa mwovu, amekupenda ukiwa mbaya, amekutakasa ukiwa na madhambi. Yeye pendo lake ni la ajabu. Anakuokota kwenye familia isiyoeleweka, anakufanya ueleweke. Anakuokota kwenye misingi iliyoharibika, anakutengenezea msingi iliyo myema. Pigie Bwana makofi. Sikiliza nikwambie, akili yako inaweza ikachoka kwa kuwa umeruhusu kuchoka. Akili yako inaweza ikawa na nguvu kwa kuwa umeruhusu kuwa na nguvu. Umeruhusu nini muda huu? Umeruhusu kitu gani? Ruhusu kuwa na nguvu, utapata nguvu. Ukiruhusu kuwa dhaifu, utakuwa dhaifu. Ukiruhusu kuwa na nguvu, utakuwa na nguvu. Ukiruhusu kuwa mimi naweza, utaweza. Ulichoruhusu ndio kitakachokuwa. Ukumbuke kwamba walioitwa na Mungu hawakuachwa kama walivyo. Walipewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Ukiwa mwana wa Mungu, matendo makuu ya Mungu, roho za Mungu, uwezo wa Mungu unakuwa ndani yako. Amen. Tumepewa uwezo wa kuwa wana. Tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Maana yake yale tulikuwa tuyaweza, tutaanza kuyaweza. Yale tulikuwa tumeweza kudhubutu, tutathubutu. Huyu anasema nimefanya bidii, imenirasimu. Sio ameombwa, anasema imenirasimu, nimefanya bidii kuandikia waraka huu ya kwamba niwaonye nyinyi, ishindanieni imani waliokabidhiwa baba zetu mara moja tu. Ushindanie wokovu. Usikubali wokovu utukanwe. Usikubali wokovu utukanwe. Hivi unaelewa? Wakati unatoa fedha yako kupajenga hapa, unashindania wokovu usitukanwe. Wasema wanaosali pale hawana akili. Sasa watasema tuna akili. Sauli na Yesu ya kwamba unayemwamini ni Mungu mwenye hakika, unayemwamini ni Mungu mwenye uweza. Amini ya kwamba ukimwamini yeye utapata kila kitu unachokihitaji. Lakini kikubwa unapoamua, amua kwa kuamini kwa unaweza. Nimetuma nikwambie kwamba unapoamini, amini kuwa unachokitaka unaweza kukipata, isipokuwa amen, mawazo yako yawe mema. Mawazo yako yawe nini? Mema. Akili zako ziwe nini? Njema. Haleluya. Haleluya. Yesu akupe nguvu. Yesu akupe nguvu. Mahala tumefika bila kupigania imani ulionao, bado utaona matokeo. Tunakutana na watu wengi barabarani hivi leo, hawaeleweki, wamekata tamaa, wamevunjika mioyo, wanakwambia maisha ni mafupi. Kwa hiyo wanakwambia maisha ni kujirusha tu. Maisha ni mafupi yenyewe, bora nijirushe. Wanaamua kujimaliza, wakisubiri, wakitegemea kwamba mwisho wa maisha yao ni kifo. Sikiliza, kuna habari inaendelea. Baada ya kufa kwa mwanadamu, kuna habari inafanya nini? Inaendelea. Utakuwa wapi pale ambapo ulionekana duniani umekata tamaa, umevunjika moyo na ukaamua kuitupilia mbali imani? Nataka uwe na nguvu na ujasiri ndani ya kwamba nitaendelea. Uwe na nguvu na ujasiri ndani ya kwamba imani yangu sitaiacha wala sitadoroke. Hapa nazungumza imani ya kumwamini Yesu, sio kuamini dini yako, sio kuamini dini. Amini Yesu, yeye ni ana majibu yako. Yesu ndiye Mwokozi, na mimi nimetuma nitangaze ufalme wake.
palipo na ufalme wa Yesu, watu wakiokolewa wakafanyika kwa wanafunzi wa ufalme wa Yesu, hawabaki walivyokuwa, wanabadilishwa maisha mpaka majina yao, maisha mpaka title za majina yao. Haleluya. Tatizo umeambiwa kwamba mbize kutafuta hela, ukiwa na hela na utapata heshima. Kuna watu wana hela na wanalia usiku kucha, usilolijua. Kuna watu wako na fedha, wanalia usiku kucha, wanaumia usiku kucha. Nini kinachowaumiza? Hawana furaha na zile fedha, hawana amani na zile fedha. Haieleweki. Ukifika usiku, hata ikifika saa 11 jioni, atamani ule mwanga uishe, anatamani mchana iendelee. Lakini ukiangalia nini kimemfanya awe hivyo, nini kimemsibu, unashangaa ni matamanio ya wanadamu. Hajarogwa na mtu huyo, ni matamanio ya wanadamu. Na kuna mwingine usiku ukifika ndo anaumwa, asubuhi ikifika mzima. Lazima ujiulize, usiku wako umerogwa. Kilichorogwa ni usingizi wako. Wamekukosesha usingizi. Usikubaliane. Anza kulala mavazi yako, anza kulala moyo wako, ukitafuta suluhu. Mtambaza Yesu, kila atakayemkubali maisha yake yatakuwa kama yalivyokuwa. Nimetuma kama mshenga, niliyekubali kwa mshenga, lakini mshenga huu unalipa na kwa salama mimi na wewe unayekubali, na wewe utakayekubali. Amini Yesu anaweza mambo yote. Amini Yesu ni muweza mambo yote. Amini Yesu ni jibu la maswali yako. Amini Yesu ni kinga ya mambo yako. Amini Yesu ni ulinzi. Fire! Umejipangaje? Unaamua nini leo? Unaamua imeshindikana? Haijashindikana. Kuna kitu kinachotaka ndani yako. Kila mwanadamu isiyoweza yote inakwambia imeshindikana. Inyamazishe, ambie kilitulia, Mungu anaweza yote. Unaposikia sauti ya kibinadamu inainuka inakwambia, hakika kwa ugonjwa huu utapona, hakika wewe utaisha babaya. Iambie sauti ile kunyamaza, ninaamini Mungu anaweza kuniponya. Ninaamini Mungu anaweza kuniinua tena. Ninaamini Mungu anaweza kuniheshimisha tena. Iambie sauti ya kibinadamu inayokuambia wewe utaishia hapo hapo, utakuwa masikini wa kutupa. Mwambie huyo mwanadamu akili, mwambie nyamaza, yuko Mungu anayeweza usiyoweza. Mwambie huyo akili kwamba yuko Mungu anayeweza usiyoweza. Akili ya mwanadamu na ubinadamu, kuna mambo huyawezi, halafu Mungu anaanzia hapo.